msanii wangu. Ambapo. Basi vipi tunaendelea kwa watu jamani haya. Nakwenda. Sasa hapo wala ukimbia. Ndio babu. Kwa sore bwana. Shika ile. Vipi hapo? Sasa Said Ali yule sikatikia atafikiaje kule? Akaona haya madharau. Ile kesi alipeleka mpaka kwa Mtume Muhammad. Nakwambia mimi nakutania. Kuanzia muda huo Mtume akaambia utani staki. Utani ambao hauleti faida, sio mzuri. Unajua kuna watu wengine wanatania, mtu anakuja na gari anafanya kana na mtania, maskini Mungu baada kanyaga beke na kanyaga mafuta moto wale. Hakuna kibaya kinachoendelea katikati. Mimi ni Brighton wako yule yule. Hamini ninachokizungumza. Katikati ya hili hakuna kitu cha amna chochote kile kibaya. Brighton, tunaambia nini nikuelewe mimi? Hii ndio hadiako kwangu Brighton. Linda. Upendo tunao kuonyesha ndio hiki malipo yake ndio haya Brighton. Unataka kutuchanganya? Sina tafsiri wala maana hiyo mbona unafikiria wewe Linda. Sina tafsiri wala maana ambayo wewe unawaza na kufikiria. Naomba unielewe Linda. Wewe ni wa kwangu, utabaki kuwa wa kwangu, na mimi ni wa kwako Brighton, nitabaki kuwa wa kwako tu. Sina maana wala tafsiri hiyo. Hapana Brighton. Hivi Brighton, unataka mimi nionekanaje nyumbani? Mmekuja mmetambulishana hapa. Afu unaniambia una mahusiano naye kweli? Ninachokijua ni kwamba wewe ni shemeji yangu na si vingine. Kwenye hiki hakuna kibaya. Ninaomba uamini. Usichokifahamu Linda, huu ni mchezo ambao unachezwa katika. Hapana. Unataka kuacha historia gani katika familia yangu mimi Brighton? Sitaki na sitaki kuonana na wewe, sitaki kuongea na wewe, sitaki chochote kutoka kwako. Nimesema sitaki na sitaki uniambie kitu chochote ili nikuelewe mimi. Sitaki Brighton. Hapana Linda. Linda. Ukiwa na mtu mwingine basi yeye ana wivu. Anaweza kamua yule au akakuwa na wewe. Utakuwa umepata nini hapo? Hakuna kitu. Sasa kuna kitu kimoja, dawa yake ni kumondoa tu. Sawa? Mimi nitafanya kitu kimoja. Nitakupa dawa, nitakupa daula, nitakupa Albert Nuksi, sawa Kuanzia muda huo Mtume akaambia utani staki. Utani ambao hauleti faida, sio mzuri. Unajua kuna watu wengine wanatania, mtu anakuja na gari anafanya kana na mtania, maskini Mungu baada kanyaga beke na kanyaga mafuta moto wale. Utani sio mzuri. Jana mimi nimekuambia usiniwekee pilipili, bora uniwekee pilipili manga katika viuji. Wewe umeniwekea pilipili yenyewe. Wewe sio hivyo kwa napaliwa utafikiri paka kameza mfupa. Sama. Nani? Halo. Mbona kimya baby? Mimi nimeshaandaa chakula hapa na kusubiri wewe tu. Hebu nisikilize basi. Nisikilize. Wewe mwenyewe ndio umeniahidi. Kama leo utakuja tule pamoja. Sawa, tuachane na hilo. Mimi jambo ambalo nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nakuja. Wewe usiwe na hofu. Mimi nakuja. Ni jambo litaenda vizuri tu. Bila kuna kitu ambacho unaniuliza. Inaonekana wewe ufuatilishi ili tuzoekeane. Nishakwambia usinipigie simu wakati kama huu. Nisipende kupigia simu kivipi? Hivi wewe unajielewa kweli? Mwanamume gani uchukuliki wewe? Siku zote hizo wewe unakuja hapa,
Unakuja, unashinda, unaondoka. Leo hii umeniahidi wewe mwenyewe kama utakuja. Naomba uje tafadhali. Mambo ya mke wako ni mke wako na mimi ni mimi. Kila mtu ana wakati wake. Umeshindwa kabisa, tuma message na kuna stage ambayo tunataka jinsi ya kutuma message. Andika message kinyume. Mtu asielewe, mimi nitaisoma. Message situmi, nitakupigia simu mwanzo mwisho kama ulivyokubaliana na mimi. Sawa, nakuja. Unanipa mtihani mkubwa mwezi wa Ramadhani mbaki. Mwezi wa Ramadhani wapi? Wewe unajua mwezi wa Ramadhani? Nitakupa dawa, nitakupa daula, nitakupa Albert Nuksi, sawa ubani karaha, sawa kwa sababu hiyo ndio vitu ambavyo vinanichukiza yeye. Ushafahamu? Na kwako useke vitu vya kunukia useke kabisa. Inatakiwa hivi vitu ambavyo mimi nakwambia, na nitakupa mtego. Ndio. Akija yeye mwenyewe kama akibisha hata nasa, kinasa atakufa. Jambo lako litakuwa limeenda. Ushafahamu? Nashukuru sana. Naeleweka ati? Hamna shida. Hamna shida. Sana wewe nimetoka kumleta mchumba wangu je kumtambulisha hapa nyumbani eti ni mchumba wangu na ulikuwa malaya zaidi yani mpaka jina umebadilisha Matrida mbona eti Linda wewe Mesea una akili kweli wewe Mesea ni mpumbavu kiasi gani mchumba ni wako yule wewe umeanzana yale ni uchumba mchumba yule ni wangu mimi natabaki kwa wangu mimi eti mchumba ni wangu wewe wewe unadandia gani kwa mbele wewe wewe ndio unamleta hapa nyumbani wewe ndio unamleta kumbe nyumbani ndio sio tatizo mchumba atabaki kwa wangu mimi na atanioa mimi pumbavu tu malaya Samani. Na huu ni wakati kuna msikitini. Ezeba kama dakika kadhaa tu sasa, ila kuna sehemu nataka nipitie kidogo, nipigie simu hapa. Sio mbaya ukaniletea koti langu ili nikipita hapa niunganishe moja kwa moja. Hakuna tena kitu, nitakwambia jambo la heri. Sasa fanya haraka basi. Kama mwenyewe. Hali yangu imeenda kihalali hapa. Wewe mzima? Subhanallah. Mzima? Hello. Fresh tu ndugu yangu. Unakuaje? Cheza nini? Ndo naamka saa hizi. Uhakika babu? Sikia. Isije kama mambo kama mara ya kwanza. Kwa sababu tulitumia nguvu ya nauli, tumetumia muda, mwisho wa siku tumeenda kuharibu kila kitu. Umeshatuma Shingapi? Sawa, hiyo inatosha kabisa kufunga hizo TV huko. Okay, poa. Sasa tufanye hivi. Usiongee sana kwenye simu, mimi nimechoka asubuhi. Mimi nitakukuta hapo. Hapo nisubiri. Kama dakika 30 hivi najiandaa alafu nakuja. Sema unajeniambia muda wote. Hebu nikifikirie. Basi tukae chini tunywe chai. Mambo yote unafanya peke yako. Yaani
Fulela. Wewe unanicheka mie? Mie nanuka, nanuka. Unanicheka ustazi kama mimi shekhe mzima nina makosa gani? Nimekukosea nini? Unanicheka wewe unakunywa mipombe ya bandama wewe? Mipombe yako unywe na nani nakuja kunicheka shekhe mie? Wewe una adabu kweli wewe? Yaani unanicheka kabisa mimi ustazi nimekukosea nini? Yaani wewe nakuombea kwa Mwenyezi Mungu, wewe nakuombea kwa Mwenyezi Mungu wewe. Usione hata kaburi usilione, ulione mafisi ama masimba. Pombe zako unaniletea mimi? Jinga wa heli wewe. Sulbahila wewe. Shahetani mkubwa wewe. Una mapepo. Yaani kweli mimi nimeamini pombe haifai hata kwa dawa. Pombe ni haramu. Usiingie peponi wewe. Shetani mkubwa wewe. Wewe unanicheka mimi, unanifahamu vizuri? Yaani kunicheka mimi kama kaucheka msikiti ujue huyu. Nyoto. Shida nini? Uze mwanangu. Si umwambie sasa. Yaani kila siku asawa mezea. Ni mkubwa wewe. Ndio ulikuwa tegemezi huko ndani ambao unatakiwa muongoze mdogo wako. Lakini leo hii umekuwa na akili kama za kwake. Shida nini? Alafu kumbuka kwamba wewe ni mke mtarajiwa. Unakusudia kufunga ndoa hivi karibuni. Huyo mchumba akisikia mambo unayofanya inakuwaje? Alafu umekuwa kama mtoto asiyejielewa. Sasa basi, kuanzia leo na siku zinazoendelea, sitaki kuiona hii tabia. Ikome kuanzia leo. Pumbafu. Tokeni! Toka! Habari sasa. Salama kaka, kwema? Kwema. Bila shaka wewe ni mwenyeji hapa. Ndio. Namuulizia fundi huyu mwenye ofisi hii, Mzee Makame. Mzee Makame amesafiri. Ameenda Pemba. Na tunawezaje kumpata labda? Kwa kawaida huyu anasafiri uchukua miezi 2 au 3, maana anaendaga kufuata dawa zake.